Mheshimiwa Waziri wa Nishati, sisi ZAECA tupo tayari kwa ajili ya kupokea maelekezo yako na tunaahidi kutoa ushirikiano. Kwa mujibu wa maagizo ambayo tulikuwa tunayo yetu sisi pamoja kwa sote inayohusiana na masuala ya nishati Zanzibar, kwa maana kwamba kifusi, mchanga, kokoto, wizi umezidi, magendo yamezidi, wafanyabiashara wanafanya wanavyotaka wakiamini kwamba serikali haipo, imelala, na maneno yao makubwa kwamba sisi tulianza na povu la soda na sasa hivi hatuonekani. Na wanafika kusema sasa waziri ameanza na povu la soda, watu wa vikosi wameanza na povu la soda, watu wa mikoa wameanza na povu la soda, leo wako wapi? Sasa hivi ninavyokuambieni wamefungua mashimo mengi ambayo yako nje na utaratibu bila vibali vyetu, lakini wanafanya kazi masaa 24 kwa ruhusa viongozi wetu wakuu. Kitaanza kwenda kufanya kazi kwa ushirikiano wa pamoja, na sisi mara hii tumeamua kwa dhati Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwamba tutatumia sheria hizi za wakuu wa vikosi ambazo za KMKM ambazo za kutaifisha mali. Tumekuwa tukikamata magari lakini kwa sababu faini na wanapata ndogo wamekuwa wanazidi kusumbua. Sasa nitaomba sana Komodo, mtusaidie, tutakupa ushirikiano wote pamoja na heshima wakuu wa mikoa na wizara. Sisi tutatoa ushirikiano wa hali ya juu kuweza kuona hawa watu tunawakamata, tunawashughulikia kwa mujibu wa sheria, na wale wote ambao watakuwa wanaenda kinyume na taratibu zetu tuwataifishe magari yao, tuwafungie mashimo yao, na ikiwezekana vile vile tukawaweke ndani pamoja na faini ambazo zitawekwa kwa mujibu wa sheria. Na zoezi hili litakavyokwenda vizuri, tutaweka posho maalum, percentage maalum ambayo itakwenda kwa wale ambao wanafanya zoezi hili vizuri. Kwa kweli tunasikitika sana, serikali tumekuwa tukikusanya zaidi ya bilioni 2 na milioni 700 kwa mwezi. Leo nasikitika kusema kwamba tunakusanya milioni 343 kwa sababu ya wizi. Maana yake serikali inaibiwa zaidi ya bilioni 2 kwa mwezi na watu wachache ambao wanaofanya hizo shughuli. Sasa nimesema nizungumze kwa ufupi, na kwa sababu tuko na waheshimiwa wenzetu na wakuu wa vyombo ambao tumeaminika, tunaheshimika, sote ni wateule wa Mheshimiwa Rais, na tupo hapa kwa ajili ya kuisaidia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaji Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Vikosi vyote kuanzia KMKM, JKU, KVZ, mafunzo pamoja na faya, tutashikamana pamoja na ZAECA, tutashikamana kwa nguvu zetu zote kama majeshi kuhakikisha kwamba tunasimamia maagizo yaliyotolewa kwa kufuata sheria za serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar. Kwa sasa hivi, Mheshimiwa Waziri, tutasimamia sheria ya KMKM ya magendo ya hujumu uchumi, magendo, kuona kwamba kitu chochote ambacho kinafanyika katika madini ya aina 3 ambacho hakina kibali, tunajumu kwamba hayo ni magendo, na kama ni magendo kuna utaratibu wa kutaifisha. Taratibu zote zitasimamiwa kuhakikisha utaifishaji unakamilika. Utaifishaji unakamilika. Utaifishaji unakamilika. Kwa yoyote ambaye ataona kwamba huu ni mzaha, basi ajaribu. Atanyosha moja ya chumvi kwa nchi kavu. Atanyosha moja ya chumvi kwa nchi kavu. Atanyosha moja ya chumvi kwa nchi kavu. Kwa hili hatutanii. Kwa hili hatutanii. Kwa hili hatutanii. Tutahakikisha maagizo yanayotolewa yanasimamiwa kulingana na taratibu zilizopo. Wito kwa wale wote wasafirishaji wa visiwa vya Unguja na Pemba katika madini aina 3 ambayo tumeyataja, tungewaomba sana, tungewataka sana, tungewashauri sana wafuate taratibu zilizopo, zimewekwa na taratibu za serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar, ili wewe upate na serikali ipate. Sheria ipo, taratibu za kodi zipo, viongozi wapo. Kama una tatizo lolote, pata kibali cha uongozi tuweze kuifanyia kazi. Kiupande wetu tutazidi kushirikiana. Mashirikiano ni makubwa sana, na niendelee kuwapongeza sana wenzetu wa ZAECA. Wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wale wote wahujumu wa uchumi basi wanawadhibiti. Kiukweli mimi nawapongeza sana, kwa sababu binafsi ninapopata tu taarifa, unapowapigia
wanashiriki katika zile doria ambazo tunazifanya kwa pamoja, wanastahiki kupongezwa sana. Lakini tutaendelea kutoa elimu kwa jamii inayotuzunguka, kwa sababu jamii iliyotuzunguka ikipata elimu, wanapojitokeza wale wahujumu wa uchumi wa nchi yetu na wakatupa sisi taarifa, basi tutaweza kudhibiti huu upotevu wa mapato, lakini na uharibifu mwingine wote ambao umeelezwa. Nikuhakikishie kwamba tumeandaa katika mkoa wetu mikakati maalumu, na tunawatambua kwamba wafanya biashara hawa wanapenda kulalamika sana. Pale ambapo unashikilia tu, basi unakuta kama alivyosema Mheshimiwa Rasi hapo, wanatafuta viongozi kuwapigia simu na kutaka huruma. Sisi wakuu wa mikoa kwanza hatutomwonea mtu, lakini hatutomwacha mtu akavunja sheria ya nchi yetu. Niendelee kuambia wafanyabiashara, hususan hawa wanaosafirisha hizi mali asili ikiwemo mchanga, waendelee kufuata sheria na taratibu zilizowekwa na wizara husika. Kwa yoyote ambaye atakwenda kinyume, basi hatutosita kumchukulia hatua. Na